Komoleka. Oye na tata leo komoleka. Komoleka na tata leo komoleka. Waheshimiwa wote wakiongozwa na Mheshimiwa Sudi wamejiunga ili kuweza katika densi ya Yesu. Mheshimiwa Oscar Sudi akiwa pamoja na Mheshimiwa Jonathan Bing, gavana wetu wa Uasin Gishu, pia vile vile aliyekuwa mbunge Daktari Mishra yuko pamoja nasi pia, na mbunge wetu wa Kesses pia yuko pamoja nasi, CPA Ruto. Asante sana kwa heshima hiyo. Tulikuwa tumefika wakati wa neno la Mungu, na waomba wote tuketi. Tulisikia neno la Mungu na mchungaji yuko tayari. Bila kupoteza wakati wote, mchungaji karibu. Archbishop Samuel na Rafael mahali yuko anahitaji usaidizi wa mchungaji wetu. Karibu sana mchungaji. Hello. Ni sawa. Nataka nichukue wakati huu nigienda kuya ihinda riri mgeni wetu siku ya leo, mgeni witu wa gitio wa muthenya wa umuthi, ambaye anafanya tuwe na kongamano hili, uria utumite tukorwo na ihinda riri, Archbishop Paul Gathuo. Archbishop Paul Gathuo, na gavana pia tuna gavana wa kaunti hii na gavana wa kaunti eno Mheshimiwa Ngeno, Mheshimiwa koti moja, na wengine wote ambao wamekuja, na aria othe mokite guku. All protocol observed. All protocol observed. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana. Niwega. My names are Archbishop Dr. Samuel Kinyanjui. Maritwa make etago Archbishop Samuel Kinyanjui. I come from Nyandarua. Aumete Nyandarua. I preach with the Holy Ghost Mission. Tuhujagia na kanitha wa Holy Ghost Mission wa Korino. And I want to glorify God because of my colleague Archbishop Paul Gathuo. Nikwenda gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa Archbishop Gathuo, who despite being a friend, despite being a colleague, is also a great friend of mine. Uria ukoretwo to gutwika mutungatiri hamwe nani no ni murata. I'm also a product of Uasin Gishu. Ona nie nyumite o guku Uasin Gishu. In fact, I came at Kipre Forest when I was 2 years old. Aumite kana aciarirwo handu ha gwitwo Kipkerere, na kiuma kuo ari o munini. Kipkerere Primary School. Na agakorwo thukuru wa Kipkerere. Uasin Gishu High School. Na agicoka agithio thukuru wa Uasin Gishu High School. Proceeded to Kaimose Teachers Training College. Agicoka agithie Kaimosi Teachers College. Thereafter, I joined Mount Kenya University. Baadaye Mount Kenya University. Baadaye akaingia katika shule ya Mount Kenya University. And later on, I joined New Life Theological College for bachelor, masters, and later on, I joined King Solomon for PhD. Na akarudi akafanya shahada yake katika King Solomon University. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ni product wa hapa. Na kwa we aumete guku kana kihumo giake ni guku. Now let me take this opportunity to give the word of God. Na rekejo ikinyare wacha nichukue hatua hii na ili tuwalete neno la Bwana. And before I read the word of God, let's pray together. Kabla tunene na tuombe pamoja. Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
I come before thee at this particular moment. Amen. We are here humbled, all the people and the people of all the races. Amen. We are gathered that we may hear thy word. Amen. God, speak to us. Amen. For your glory. Amen. In Jesus' name, Lord, I pray and believe. Amen. 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 Now, let's go straight away to the word of God. Na tuende kwa haraka katika neno la Bwana. And today, I would like us to share the word of God that comes from the First Peter. Na ningetaka tugawane katika kitabu cha Petro wa kwanza. First Peter chapter 5. Petro wa kwanza Chapter 5. 5 and verse 6. kuanzia aya yake ya 6. And I want to talk about consequences of humility. Na ninataka kuongea kuhusu kunyenyekea. Consequences. Mambo yale yanaleta kunyenyekea. Na hebu nisome. Na tutasoma. Humble yourself therefore under the God's mighty hand, that he may lift you up in God's time. Humble, I want just to read only that verse. Ningetaka kunena tu kwa ule mstari. Humble, which says, humble yourself there. Ambayo inasema kwa hivyo na unyenyekee under the mighty hand of God. Chini ya mkono wake Mwenyezi Mungu. And you will be lifted in the due time. Na utaweza kuinuliwa wakati ambao unafaa. So the word, the key word is humility. Jambo ambalo nataka kusisitiza ni kuhusu kunyenyekea. So that we may also see the consequences of being humble. Na ili tuweze kuona mazao ambayo yanazalika wakati mtu amenyenyekea. As Peter, the founder of the church, kama vile Petro amenena na niye mwanzilishi wa kanisa, was talking to the entire or to the global church. Anataka kunenea kanisa lote la dunia. Now he wrote and said, na vile Peter amesema, as he wrote to the whole church, kwa kanisa lote, humble yourself therefore, na kwa hivyo nyenyekea under the mighty hand of God, chini ya mkono wake Mwenyezi Mungu, and you will be lifted up, na utaweza kuinuliwa juu at the right time, wakati ambao unafaa. The key word being humility. Ambalo sasa jina ambalo tunatafuta ni kuvumilia ama kunyenyekea. To be humble is very technical. Kuwa kunyenyekea ni jambo la maana. Because the opposite of the word humility, kwa sababu kinyume cha kunyenyekea is pride. Ni kuwa na majivuno. And as Christians, na kama Wakristo, as people of God, ambao ni watu wa Mungu, this is the day that we need to humble ourselves. Wakati huu ni wakati ambao tunahitaji sana kuwa na kunyenyekea. If you look at the humility as a character shaper, tukiangalia humility, kunyenyekea as a character shaper, kama jambo la kutengeneza mtu, ni jambo la ajabu sana. Ndio munene muno, kwa sababu wale watu ambao wamenyenyekea katika Biblia, aliamanyihagia thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, Mungu amekuwa pamoja na wao. Ngai akoretwo hamwe nao. Mungu hutembea na wale ambao hunyenyekea. Ngai atwaranaga na andũ arĩa menyihagia. Tukiangalia katika Biblia tuone Musa. Na hĩndĩ ĩrĩa tũkũrora tuone Musa, in the book of Number 12 verse 3. Katika kitabu cha Hesabu 12:3. 12:3 inasema ya kwamba naye Musa he was among the humble people in the whole world during his days. Neno linasema Musa alikuwa mnyenyekevu katika wakati wake. And you know how God walked with Moses. Na tunajua vizuri vile Mungu alitembea na Musa.
No, being humble does not mean you are poor. Kuwa wewe unanyenyekea haionyeshi kuwa wewe ni maskini. It does not mean you are not educated. Haionyeshi kuwa wewe haujasoma. After all, wasomi, the philosophers, na kwa wasomi, they do say that as you go up in education, inasema ukipanda na ile njia ya masomo, you get humbled more and more. Kama vile unaenda ukiwa mnyenyekevu kwa kila wakati. And those are sayings of the wise. Na hayo ndio maneno ya wenye hekima. Let's apply the same theory. Na ni vema tuweze kuweka yale maneno. As we grow up in wealth, kama vile tunaenda tukikua tukiwa pamoja, let's continue humbling ourselves. Na tuendelee tukinyenyekea pamoja. As we grow up in terms of administration, kama vile tunaenda administration, tukikua tuweza tukienda tukinyenyekea. Let's continue being humble. Na tuendelee na ule unyenyekevu. As we grow up in the church position, kama tukiendelea na ushirika wa kanisa, let's continue being humble. Na tuendelee kuwa na ule unyenyekevu. As we grow up in the political position, kama wanasiasa tukiendelea na kukua, let's continue to be humble. Na tuendelee tukiwa tumenyenyekea. Because humility is so nice. Kwa sababu unyenyekevu ni jambo la maana. Humility attracts the grace of God. Unyenyekevu unavuta neema ya Bwana. If we read Proverbs 11 verse 2, tukisoma katika Methali 11 mstari wa pili, it says that humility inasema unyenyekevu attracts the grace of God. Unavuta neema yake Mungu. But pride chases away, lakini majivuno inafanya neema ya Bwana iweze kuondoka. It is so good to be humble. Na kwa hivyo ni vema sana kuwa wanyenyekevu. It's our time now to be humble. Ni wakati wetu nasi tuweze kunyenyekea. So that the presence of God, na ili uwepo wake Mungu, maybe in our families, utakuwa katika familia zetu, maybe in our churches, itakuwa katika kanisa letu, maybe in our country, itakuwa katika nchi yetu, maybe in our places of work, itakuwa hata mahali ambapo tunafanya kazi, maybe in our interactions, hata mahali tunakutania. we enjoy the grace of God. Tuweze kufurahia wema wa Mungu as one of the consequences of humility. Kama jambo la kuonyesha unyenyekevu. And you know, without the grace of God, there's no salvation. Kama hakuna neema, kwa hivyo hakuna wokovu. And if humility attracts the grace of God, na kama unyenyekevu unavuta neema yake Mungu, it is our high time then to be humble. Kwa hivyo ni wakati mwema nasi tuwe na unyenyekevu ule, so that the grace of God may come near to us. Na ili neema yake Bwana iweze kutukaribia. As theologians, the grace of God, na kama vile watheolojia wanasema, neema ya Bwana is Christ himself. Ni Yesu mwenyewe. Hallelujah. Amen. The grace. Neema. Christ. Ni Bwana Yesu. And then of God. Wakewe Mungu. Yes, God the Father. Mungu Baba yetu. So when we attract the grace, wakati tunavuta ile neema, as humility attract the grace, na vile tunaenda tukivuta ile neema, we attract Christ. Tunavuta Yesu Kristo in our mind, katika fikra zetu, in our souls, katika mioyo yetu, in our lives, hata katika maisha yetu. It is so good. Jambo lile ni jambo la maana. Yes, to be humble. Kuwa mtu amenyenyekea. Moses was the most humble man. Alikuwa ni mtu mwenye kunyenyekea kubwa during his days. Wakati wake. And even when his brother and sister, hata wakati ndugu yake na dada yake, rose against him, walimwamukia. That is the book of number 12. Katika kitabu cha Hesabu 12. In fact, you'll find that God came and advocated Moses. Mungu alikuja na akamtetea Musa. Hallelujah. Amen. So humility, kwa hivyo unyenyekevu, attracts God's advocacy. Inaleta ule kuwa na utetezi wake Mungu. So as we humble ourselves, kama vile tunaenda kunyenyekea, surely God shall come and advocate you. Mungu atakuja na aweze kututetea in all your areas. Katika mambo yako
yako yote, all where you need him, mahali popote ambapo unamhitaji, all where you need God's intervention, wakati wowote ambapo unahitaji Mungu awepo kwako, humility shall attract God. kunyenyekea kule kutafanya uweze kufuta Mungu. Utafuta ule kwa kutetewa na Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, sasa humble yourself nyenyekea mbele za Mungu, before the mighty hand, under the mighty hand of God. Nyenyekea katika mkono wake Bwana. We don't humble ourselves Mara mingi sisi hatunyenyekei under anything else. Katika jambo lingine lolote, In a defined way, katika ile ya jambo la maana, we humble ourselves under the mighty hand of God. Sisi hunyenyekea katika mkono wake Mungu. Because we know in the hand of God, Kwa sababu tunajua katika mkono wake Bwana, we cannot be overcome. sisi hatuwezi kushindwa kamwe. In the hand of God, Katika mkono wake Mungu, under the hand of God, katika chini yake mkono wake Mungu, with the hand of God, mkono wake Mungu ukiwa pamoja we nasi, shall emerge victors sisi tutakuwa washindi in all our undertakings. katika mambo yote ambayo tutakuwa tukiyafanya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is therefore good to humble ourselves be under the mighty hand of Kwa God. hivyo ni vema nasi tuweze kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. And the Bible says the same verse. Neno linasema katika ile aya, And the third consequences of humility na mazao ya unyenyekevu is being lifted up. ni kuinuliwa juu. Because we are told that God shall uplift you. Kwa sababu neno linasema Mungu ataweza kukuinua. As a consequence of being humble, you will be uplifted. Kama mazao ya kuonyeshana wewe ni mnyenyekevu, utaweza kuinuliwa. You'll be uplifted Utaweza kuinuliwa at all your places. katika mambo yako yote. You'll be uplifted Utaweza kuinuliwa in your village. katika kijiji chenu. You'll be uplifted Utaweza kuinuliwa in your areas katika mahali ambapo unaishi, of operation, ama mahali unafanyia kazi, in your position. katika mahali wewe unakaa. God shall uplift you. Mungu ataweza kukuinua. Therefore, let's humble Na ourselves kwa hivyo na tuweze kunyenyekea that we may be uplifted. na ili tuweze kuinuliwa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Glory be to God. Amen. Now, Sasa we have God has his own responsibility now. sasa tumefanyika kuwa jambo la kutegemea kwake Mungu. God will lift us. Mungu ataweza